Dunia nzima inaomboleza. Iliandikwa na inafahamika kuwa kifo ndicho kilele cha binadamu yeyote. Hatujui saa wala siku, ila siku ya Papa Francisco ilikuwa imetimia. Nama Papa wa kanisa Katoliki duniani kote na mtawala wa Vatikani amefariki. Akiwa Papa wa 266, Francisco alimrithi mtangulizi wake Papa Benedikto wa 16. Hii utakumbuka ni tarehe 13 Machi mwaka 2013. Hii ni alipotwika mikoba ya upapa. Atakumbukwa sana, atakumbukwa na wengi, atakumbukwa na Wakatoliki na hata wasio Wakatoliki. Alikuwa ni mtu wa watu. Katika miaka 12 ya upapa, Francisco alijulikana kwa unyenyekevu wake. Alipigania haki ya kijamii, aliwapigania wanyonge na zaidi ya yote mkazo juu ya huruma ya Mungu. Nyayo alizifuata, nyayo haswa za Mtakatifu Francisco wa Asisi. Kurunzi leo hii inaangazia maisha ya aliyekuwa Papa wa 266 wa kanisa Katoliki na mtawala wa Vatikani, Papa Francis. Jina langu ni Barnabas Makori. Papa Francis aliibusu dunia tarehe 17 Disemba mwaka 1936 kwa baba Mario Jose Bergoglio na mama Regina Maria Sivori kule Buenos Aires, nchi ya Argentina. Jina wakampa George Mario Bergoglio. Francisco aliingia kwenye kumbukumbu kama papa wa kwanza kutoka bara la Amerika ya Kusini haswa. Alikuwa msomi aisee, alisomea kemia na akafanikiwa kupata kazi ile, na baada ya muda mfupi wito wa kitawa ulimjia na kuutikia tarehe 11 Machi mwaka 1958. Papa Francisco alipata upadri tarehe 13 Disemba mwaka 1969. Haya yote ni kule nyumbani Argentina. Na mwaka 1992 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires na baadaye kuwa askofu mkuu tarehe 28 Februari mwaka 1998. Wito ulizidi. Tarehe 21 Februari, nikizungumzia mwaka 2001, Francisco akateuliwa kuwa kardinali na aliwahi kuhudumu kama rais wa baraza la maaskofu Katoliki la Argentina kati ya miaka 2005 na mwaka 2011. Wiki mbili tu baada ya aliyekuwa papa wakati huo, Papa Benedikto wa 16 kung'atuka, tarehe 13 Machi mwaka 2013, George Mario aliteuliwa kuwa papa wa kanisa Katoliki. Na kama ilivyo itikadi ya mapapa wa kanisa Katoliki, ilimfaa awe na jina la kipapa. Ila George Mario hakufuata majina ya watangulizi wake kwa kutumia majina ya mapapa kama vile Benedikto, Pius, John Paul na Clement. Nama katika orodha ya mapapa utasikia mapapa kama vile Benedikto wa 16, John Paul wa kwanza, Pius wa kwanza hadi wa 12, Benedikto wa 15, Paulo wa 6 na kadhalika. George Mario hakuchagua kuendeleza yeyote ile ya mapapa hao. Alichagua jina la yule Mtakatifu Francisco wa Asisi, akaitwa Papa Francis. Wakatoliki watakuambia Mtakatifu Francis wa Asisi alikuwa wa watu maskini na wanyonge wasio na haki. Nyayo alizoamua kuzifuata George Mario kama Papa Francisco. Kazi ya kiutume alifanya ikalainika. Wengine walimpenda na sio wote, unafahamu. Tarehe 29 Juni mwaka 2013, Papa Francis alitoa waraka wake wa kwanza kwa jina Lumen Fide, lililohusu imani, kaufuatia na ule wa Evangelii Gaudium uliohusu injilishaji mwaka 2013. Uandishi wake haukuishia hapo. Kuna ile iliyogusa wengi, ile barua kwa watu wote itwayo Laudato Si, kuhusu mazingira haswa. Barua hii iliangazia sana mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo ya kufaa ya dunia. Francisco alileta uwiano na utangamano wa kidini hasa na Uislamu. Alijitahidi kuziba ufa na migawanyiko na kanisa la Kiorthodoksi na jumuiya za Kiprotestanti. Alileta usawa wa kidini. Alipata ushawishi mkubwa akitetea amani, haki ya kiuchumi na heshima ya kila binadamu. Baada ya miaka 88 aliyojaliwa, amerejea nyumbani kwa Baba. Amepumzika kwa amani. Papa Mtakatifu Francisco.
Makala haya yameandaliwa na kutiwa sauti nami Barnabas Makore.